NID TV, nuru iliyofichwa duniani. Naomba basi nikukaribishe moja kwa moja katika kipindi chetu tena cha kuweza kujibu maswali mbalimbali ambayo tumeulizwa. Mimi ni Samuel Mapendo Feruzi. Ninaomba nikukaribishe. Hii ni NID TV ambao tunatoa maarifa yanayohusiana na habari za ufalme wa Mungu. Wale wasiojua maana ya NID TV, manake NID manake nuru iliyofichwa duniani. Ile N ni nuru na ile E au I ni iliyofichwa na D ni duniani. Kwa hiyo ni nuru iliyofichwa duniani, na hiyo nuru ni habari za ufalme wa Mungu ambazo hizo zilipotea muda mrefu sana. Kwa hiyo tunajaribu kufafanua yale ambayo yaliweza kupotea, hasa kulingana na jinsi ambavyo watu walivyoweza kutafsiri baadhi ya maneno, na ndio ambayo tunaendelea kuyachambua kwamba kuna baadhi ya maneno ambayo yaliweza kutafsiriwa tofauti, na ndio maana tukaona tukae chini tuweze kuyachambua hayo maneno, yawape watu picha ya kuweza kujua nini ambacho Mungu alichoweza kukusudia. Kwa mfano, neno moja ni hili ambalo huyu mpendo ameuliza hapa, na ndio maana nimeona kwamba ni vyema kwamba tuweze kumjibu ili kwamba wengine wapate kuelewa barabara, hata kama tuliweza kuzungumza kwa kipindi kilichopita. Kwa mfano, ili neno kanisa, ameuliza ndugu Mafele George, ameuliza habari kwamba ameelewa vizuri ujumbe huu wa ufalme wa Mungu, jumbe hizi mbalimbali ambazo tunaendelea kutoa amezielewa, lakini hajaelewa hasa kuhusiana na neno eklesia, kama vile ni utawala au watawala wawakilishi wa taifa la Rumi waliokuweko, ambao sasa hao pia walitafsiriwa kama eklesia, kwa lugha nyingine ni kama vile kanisa. Nilieleza kwa ufupi ni kwamba maana ya neno kanisa kwa Kiswahili imetuondolea tafsiri halisi iliyokusudiwa, na ilivyoondoka tafsiri halisi basi ikapoteza umuhimu wa neno kanisa. Manake maana ya neno ikivurugika, pia hata umuhimu wa hilo neno hautokuwepo. Sasa ninaomba nikueleweshe vizuri tena kwa kurudi kwa makini sana. Neno kanisa ni neno la Kiswahili ambalo hilo neno ni neno pungufu. Tunamshukuru Mungu kutupa Kiswahili, lakini ndani yake mna maneno maskini sana na ambayo yanapoteza maana ya kile ambacho Mungu alichoweza kukusudia. Neno kanisa kwa Kigiriki, kwa sababu Kiswahili kimetafsiriwa kutoka kwa Kiingereza na Kiingereza kimetafsiriwa kutoka kwa Kigiriki, na ndizo lugha za asili ambazo zilikuwa zikitumika zamani. Lugha ya asili ambayo ilikuwa ikitumika zamani ilikuwa ni Kiebrania na Kigiriki na Kiaramaiki, lugha kutoka Babeli. Kwa hiyo hizi lugha ndizo ambazo zilikuwa lugha mama ambazo zimezaa lugha nyingi duniani. Sasa ili neno kanisa ni neno limetoka kwenye neno la Kigiriki ambalo linasema eklesia, na hii eklesia ina maana yake kwa Kigiriki. Sasa ndio maana tunataka tuitafsiri kutoka kwenye maana halisi tuilete kwenye maana ya kuweza kueleza vizuri kwa Kiswahili. Manake kwa Kiswahili tukizungumza kanisa watu ufikiri kwamba ni majengo. Kwa Kiswahili tukizungumza kanisa watu ufikiri kwamba ni KKT, kwamba ndo kanisa, kwamba ni Anglikana ndo kanisa, kwamba ni Catholic ndo kanisa. Lakini sio hivyo, ni jinsi ambavyo Kiswahili kimepoteza maana. Au neno church sio eklesia, ni tofauti, kwa sababu church ndo kanisa. Sasa naomba unifuatilie vizuri sana nikueleze kwa umakini kwa nini hawa watu waliita eklesia. Na Yesu naye akasema kwamba na mimi pia nitaanzisha kanisa langu. Kumbuka Kristo alikuwa azungumzi Kiswahili. Yesu alikuwa akizungumza lugha ya Kigiriki. Katika lugha ambazo Yesu alikuwa akizungumza ilikuwa ni Kigiriki, alizungumza kidogo sana Kiebrania, lakini pia na lugha ya Kiaramaiki kutoka kule Babeli. Na nitazungumza kwa video zinazokuja kwa nini Yesu pia alizungumza lugha kutoka Babeli. Lakini Yesu mara nyingi alikuwa akizungumza Kigiriki, hata wanafunzi wake pia walikuwa akizungumza Kigiriki, lugha ambayo ni ya kigeni, walizungumza sana. Na ndiyo maana akasema naye atajenga kanisa lake. Kwa hiyo alisema atajenga kanisa lake kwa Kigiriki, maana yake kwamba na mimi nitajenga eklesia yangu. Eklesia, sasa kwa nini eklesia na eklesia ni nini? Ukitamka eklesia, walioweza kutamka ili neno walikuwa na maana kwamba ni jopo la watawala au ni kusanyiko la watawala
ambao hao watawala wanateuliwa na mtawala mkuu. Wanapoteuliwa na mtawala mkuu, wanateuliwa na mtawala mkuu ili kumwakilisha katika tawala zingine, na ndio maana lilianza kufanya kazi sana katika kipindi cha Warumi. Kwa lugha nyingine tunaweza tukaita Senate. Ni kama hivi, ukiangalia Tanzania au ukiangalia Marekani, ukiangalia sehemu mbalimbali, nchi zote tu, Kongo wapi, ukiangalia rais kama rais au mfalme akikaa kwenye kiti chake cha enzi, yeye hawezi kufika mahali pote, hawezi kuwa mahali pote kwa wakati mmoja. Anachokifanya yeye, anateua magavana ili kumwakilisha katika mikoa mbalimbali. Kwa hiyo wale wanakuwa wanabeba title ya rais, lakini wale ni jopo la kwake yeye rais, ambalo linamwakilisha katika ile mikoa iliyoko, kwamba rais hawezi kuwa katika wakati mmoja katika mikoa yote, lakini wale ni watu waliowachagua ili kwamba kuweza kumwakilisha katika ile mikoa. Kwa watu wanapowaona wale, wanamuona rais. Sasa ndivyo ambavyo lilikuwa taifa la Rumi. Ilikuwa hivi, Kaisari yuko Rumi, sasa akawa anateua wale wafalme mbalimbali ambao anaona kwamba huyu yuko vizuri kiakili, huyu anaweza kaniletea faida, anamchukua anampeleka kwenye nchi. Kwa mfano, Herode akawekwa kule Israel, mwingine akawekwa kwenye nchi nyingine Babeli, wengine wakawekwa kwenye nchi zingine huko mbalimbali ambazo tunazijua, ambazo ziko duniani, kwa mfano Uajemi na sehemu zingine za dunia. Akawa anaweka wafalme wake kule, yeye anaowachagua kwamba huyu nitatumika naye. Kumbuka kipindi hicho Rumi ndio ilikuwa ni dola. Sasa anachukua huyu anamweka, huyu mwingine anamweka, huyu mwingine anamweka. Sasa wale wafalme waliowekwa kwenye zile nchi, wale ndo wanakuwa wanamwakilisha yeye mfalme mkuu. Kwa hiyo ripoti zote ambazo wanazipata katika zile nchi zao, lolote nalo litokea, wanalikusanya, wanampelekea Kaisari. Kwa hiyo wale wafalme wote ambao katika nchi mbalimbali, wale wanaomwakilisha yeye mfalme mkuu, ndo wanaitwa nini? Eklesia. Manake lile ndilo jopo lake. Sasa Kristo naye alipokuja sasa, kwa sababu yeye pia alileta ufalme. Bwana asifiwe sana. Katika Luka sura yake ya 12 na mstari wake wa 32 na mstari wake wa 33, anaeleza kwamba msiogope enyi watoto wadogo, kwa maana baba yenu ameona ni vema awape ule ufalme uliopotea katika shamba la Edeni. Sasa amehamua kwamba awaregeshe tena. Ndio maana Kristo alitabiriwa na Isaya kwamba ufalme utakuwa begani mwake. Maana yake kwamba atakuja anaubeba ufalme tena ili kuwarudisha wanadamu ule ufalme uliopotea. Ndio maana akaanza kuwatia moyo, msiogope kwamba mpo chini ya utawala wa ufalme wa giza. Hasa baba yenu kwa uwepo wangu hapa duniani amewaletea ufalme. Kwa hiyo mimi hapa ni mwakilisho wa huo ufalme, ili kwamba niwakabidhi ufalme, mrudi kwenye hali ya kifalme. Sasa katika kuzungumza hayo, sasa hawezi kuanzisha ufalme bila watu ambao atatumika nao, kwa sababu ufalme ni watu. Maandiko yanasema kwamba fahari ya mfalme ni wingi wa watu wake. Inabidi sasa watu wawepo ndani ya ufalme. Sasa wale watu wale ambao atawachagua yeye ndio ambao watakuwa wanamwakilisha hapa duniani hata kama hatokuwepo. Ndio maana akasema hivi, na mimi nitalijenga kanisa langu, nitajenga kanisa langu. Kwa tafsiri nyingine, na mimi nitajenga eklesia yangu. Tafsiri nyingine kwamba na mimi nitatengeneza jopo la kwangu, ambalo hilo jopo litaniwakilisha mimi hapa duniani. Na ndio maana alianza kuchagua yeye, akaanza kuchagua mitume 12, akaanza na hao kwanza, ili kupitia hao wengine tupate neema. Na ndio maana sasa Roho Mtakatifu alivyoshuka, uliona namna ambavyo mlipuko ulianza kutokea kwa wengine kuwa wanafunzi kama vile akina Paulo. Lakini lengo lake kubwa ilikuwa ni kuanzisha na yeye watawala watakao mwakilisha yeye hapa duniani hata kama hatokuwepo. Ndio maana akasema nitalijenga kanisa langu. Manake nitajenga jopo langu, nitajenga kusanyiko la watawala ambao hao watawala wataniwakilisha mimi hapa duniani. Kwa hiyo unapokuwa umeokoka,
ukamwamini Yesu. Usidhani kwamba unapoingia pale ndo kanisani. Tayari moja kwa moja umeingia kanisani. Wewe una wajibu wa kumwakilisha Yesu hapa duniani, kimaneno, kimawazo, kimatendo. Umepewa wajibu wa kumwakilisha Yesu ili kwamba watu wakuonapo wamuone Yesu hapa duniani. Ndio lilikuwa lengo kubwa la kusema kwamba na mimi nitalianzisha kanisa langu, nitaanzisha job langu ambalo hilo litaniwakilisha hapa duniani. Kwa hiyo usijione mdogo, wewe ni mwakilishi wa ufalme wa mbinguni hapa duniani. Wewe ni mwakilishi wa Yesu hapa duniani. Biblia inaposema kwamba milango ya kuzimu haitaishinda eklesia. Kwa nini haitaishinda eklesia? Yesu alitupa nguvu zote za kukanyaga nyoka na nge na uweza wote ukiwa chini ya mamlaka ya kanisa. Kwa hiyo shetani yuko chini na kanisa haliwezi kushindwa na nguvu za giza. Kwa nini? Falme zilizokuwepo, tawala zilizokuwepo zilikuwa zinashindwa na kushindana, lakini ufalme wa Mungu au kanisa haiwezi kushindwa na nguvu yoyote ile, na wala milango yoyote ile haiwezi kufunguka ili kuweza kushindana na kanisa. Tunaangalia jinsi ambavyo falme zilivyokuwa zikifika katika falme nyingine kwenda kuishambulia, hata kama wakikuta malango yamefungwa namna gani, wao wanafika, wanavunja, wanapiga, wanabomoa, lakini hakuna mlango wote ambao utavunjwa wa kanisa, na hakuna mlango wa kuzimu au mipango ya kuzimu ambayo itathibitika kuweza kulivunja kanisa au kuliharibu kanisa, kama ambavyo kanisa la Kirumi lilivyoweza kuharibiwa au eklesia ya Kirumi ilivyoweza kuharibiwa. Ndio maana nasema kwamba kanisa alitaweza kuharibiwa na milango ya kuzimu. Kwa hiyo zile eklesia za kwao zilikuwa zikiharibiwa, lakini hii ya kwetu sisi ambayo ni ya wawakilishi wa serikali ya ufalme wa mbinguni haiwezi kuharibiwa na mtu yeyote yule. Kwa hiyo ukisikia Anglikana, hiyo ni dhehebu wala sio kanisa. Ukisikia KKT, hiyo ni dhehebu wala sio kanisa. Ukisikia Roman Catholic, hiyo ni dhehebu wala sio kanisa. Sasa imekuwaje sasa hii fikra ya kuita dhehebu au kuita kanisa imekuwaje sasa? Hii fikra imeingia kichwani kwa watu ya kuita dhehebu kwamba ndio kanisa au dini ndio kanisa. Hizi fikra zimetoka wapi? Naomba nikufanulie kwa uchache, alafu nitasogea mbele kwa hatua nyingine nikueleweshe vizuri zaidi. Nikwambie hivi, kipindi ambacho Kristo amekufa, vita viliingia vikubwa sana kwa wanafunzi wake ambao walibaki wanahubiri injili ya ufalme. Walibaki wana vita vikubwa sana, hasa katika taifa la Rumi lililokuwepo. Walikuwa wakidhani kwamba Kristo alivyokuja mpango wake ni kuja kuvunja falme zilizokuwepo, lakini ni tofauti na ambavyo Kristo alivyokuwa amekusudia. Kwa hiyo hata wanafunzi ambao walibaki wanahubiri injili ya ufalme walibaki kwenye vita vikubwa, hasa katika taifa la Rumi ambalo ndilo lilikuwa limetawala au ndio lilikuwa dola ya kipindi hicho. Kwamba wakisikia ufalme ni kama vile kuna mapinduzi, kwamba ufalme, je, unatangazwaje ndani ya ufalme mwingine? Hata kama ni ufalme wa mbinguni, wanajua ni ufalme tu, sasa unatangazwaje ndani ya ufalme mwingine? Wakajua haya ni mapinduzi ambayo yanakuja. Kwa hiyo mpango ukao unatengenezwa kuwaua wale ambao walikuwa wakihubiri injili hiyo ya ufalme. Lakini baada ya kuwamaliza wote, kilichotokea ni kwamba taifa la Rumi lilitengeneza, sikia, wao ndio waliowaua mitume, wao ndio waliomaliza Kristo pale msalabani. Sasa wao tena wakapata wazo la kuanzisha dini ya Ukristo. Wao tena ndo Warumi ndo waasisi wa dini ya Ukristo duniani, dini kubwa ya Ukristo. Wao ndo waasisi wa dini ya Ukristo, wakaanzisha dini ya Ukristo. Na walipoanza dini ya Ukristo hawakwenda kwenye maana ya Kristo waliokuwa nayo, wao wakaenda kwenye maana yao ndani ya ile maana ya Kristo. Nataka nikueleze vizuri. Wakaanzisha kitu kinachoitwa Roman Catholic. Roman Catholic, ukumbuke hichi kitu. Wa Roman manake raia wa Rumi. Roman ni kama vile unasema Mkongomani, ni kama vile unasema Mtanzania, ni kama vile unasema mtu wa taifa lingine, ambao hayo ndio mataifa ambao mama anayajua. Ukisema Roman manake unasema raia wa Rumi. Neno Catholic ni universal, manake ulimwengu au mahali popote. Yani Roman Catholic manake Warumi mahali popote au Mrumi mahali popote, ndio maana ya Roman Catholic. Hasa mpango huo ulikuwaje? Kwamba mtu unapokuwa kwamba wanaenda kukuhubiria habari za Kristo, hasa ukiokoka katika nchi ile ulioko,
unaorodheshwa wewe kuwa raia wa Rumi hata kama uko pale. Kumbe kusudi lao alikuwa sana kwa sababu ya kuwavuta watu kwa Yesu. Kusudi lao lilikuwa lile hilo lilokuwa nalo la kuwavuta watu kuwa raia wa Rumi. Kwa sababu gani? Rumi ni moja kati ya taifa kubwa ambalo lina akili kuliko mataifa mengine yote, na nikwambie kweli, taifa la Rumi ni taifa mama lenye akili kubwa mno, na tutafunua mambo mengi kuhusiana na taifa la Rumi. Wao walijua hivi, dunia itakuja kuwa na maendeleo huko mbele ya safari. Dunia itakuja kuwa na maendeleo makubwa huko mbele ya safari, au huko mbele ya miaka inayokuja, kwamba akili za watu zitafunguka, kwa sababu Danieli pia alizungumza kwamba nyakati za mwisho fahamu za watu zitafunguka. Maana yake watu watakuwa na maarifa mengi, maarifa yataongezeka. Wao wakajua kumbe kama maarifa yatakuja kuongezeka, hizi tawala ambazo tunazo kuwatawala watu kimwili, haya atakuja kuangamia, atakuja kuisha. Tutakachokifanya sisi, tutawale watu kupitia ufahamu, tutawale watu kupitia njia ya kiufahamu, mambo ambayo hayawezi kuonekana. Kwa mfano, kwa njia ya imani, tuwatawale watu kiufahamu. Kwa hiyo ndio wakatengeneza kitu kinachoitwa Roman Catholic. Maana yake kwamba wanajua kama hata kama wakiangushwa katika ufalme wao, lakini bado wataendelea kutawala kwa njia ya imani. Sasa ndo wakatengeneza huo mfumo kwamba hata kama ukiwa kwenye nchi yako unaorodhesha wewe kuwa raia wa Rumi, Roman Catholic. Ndio maana leo ukimwambia mtu wewe ni Mcatholic, anakuambia mimi ni Roman Catholic. Maana yake mimi ni raia wa Rumi hata kama niko kwenye nchi yangu. Ndio ulikuwa mpango wao mahususi. Na ndio maana utagundua Waingereza walipogundua hilo wakasema na sisi tunaanza ya kwetu. Kumza kwamba nyakati za mwisho fahamu za watu zitafunguka. Maana yake watu watakuwa na maarifa mengi, maarifa yataongezeka. Wao wakajua kumbe kama maarifa yatakuja kuongezeka, hizi tawala ambazo tunazo kuwatawala watu kimwili, haya atakuja kuangamia, atakuja kuisha. Tutakachokifanya sisi, tutawale watu kupitia ufahamu, tutawale watu kupitia njia ya kiufahamu, mambo ambayo hayawezi kuonekana. Kwa mfano, kwa njia ya imani, tuwatawale watu kiufahamu. Kwa hiyo ndio wakatengeneza kitu kinachoitwa Roman Catholic. Maana yake kwamba wanajua kama hata kama wakiangushwa katika ufalme wao, lakini bado wataendelea kutawala kwa njia ya imani. Sasa ndo wakatengeneza huo mfumo kwamba hata kama ukiwa kwenye nchi yako unaorodhesha wewe kuwa raia wa Rumi, Roman Catholic. Ndio maana leo ukimwambia mtu wewe ni Mcatholic, anakuambia mimi ni Roman Catholic. Maana yake mimi ni raia wa Rumi hata kama niko kwenye nchi yangu. Ndio ulikuwa mpango wao mahususi. Na ndio maana utagundua Waingereza walipogundua hilo wakasema na sisi tunaanza ya kwetu Anglican. Unafikiri maana Anglican ni nini? Maana yake England we can. Maana yake kwamba Uingereza na sisi tunaweza kufanya kama walivyofanya. Ulikuwa ni mpango tu wa mawazo ya watu kwamba kama walitawala watu kwa njia hiyo na wanataka kutawala watu kwa njia hiyo, kwa njia ya imani, au kwamba kuwa na raia katika nchi ambazo si za kwao kwa njia ya imani, na sisi pia tunaweza kufanya hivyo. Wakaanza ya kwao inaitwa Anglican. Kwa hiyo utagundua kwamba sio mpango wa Mungu kuanzisha vibanda vya kidhehebu na nini, lakini mawazo tu ya watu walioanza, na wengine wakaanza ya kwao. Sasa moja kwa moja sasa tukaanza kuyaita yale majengo ambao sasa waliyajenga ili kuweza kudhihirisha wazo walilokuwa nalo, au kulitia nguvu wazo au mawazo waliokuwa nayo. Wakaanzisha majengo na nini na vyombo ndani na kwaya na nini, mavazi mengi na misalaba, ili kwamba kupamba lile wazo. Lakini yale yote tunayoyaona, nyuma yake kuna wazo ambalo hili ndilo nalo kufunulia kwamba watu walikuwa na mpango wa utawala wa ule wa kawaida uendelee, lakini kwa njia ya nini? Ya imani. Bwana Yesu aturumie sana. Kwa hiyo nilitaka nikufafanulie hapo, nitaendelea zaidi kwa sababu watu wengi ni wavivu wa kusikia na mambo mengi ya kuzungumza na watu, lakini watu ni wavivu wa kusikia. Ndio maana tunakata vipande ili kwamba watu wao wanaelewa, wao wanasikiliza. Mtu akishaona video hii ina dakika 20, mbona dakika zimeenda sana, lakini ni jambo la muhimu kwamba kufunulia kwamba kanisa sio jengo, kanisa sio dhehebu, kanisa sio jina. Kanisa ni kusanyiko la watawala wote wanaomwamini Yesu. Ukimwamini Yesu tu moja kwa moja unaanza kuishi kanisani, umeingia kanisani, na wajibu wako wa wewe kuwa kanisani ni kuweza kumwakilisha Yesu hapa duniani kwa watu ambao hawamjui. Matendo yako na maneno yako yamfanane Yesu. Yasipomfanana Yesu, wewe uko nje ya kanisa. Bwana kubariki sana, na wewe na wakati mwema, uendelee kunifuatilia.